Naam, nikiwa katika ofisi za TATAMATA zinapatikana katika wilaya ya Kibamba hospitali. Pembeni yangu nina mgeni. Mgeni huyu atajitambulisha kwa majina, anaitwa nani na pia imetoka wapi na nini kimemfanya awepo katika ofisi hii. Ndugu zangu wana Bivyo, ndugu zangu wana TATAMATA, tunafurahika kupata wageni kama hawa. Ndugu yangu, karibu, na unatoka wapi na nini kimekufanya uwepo hapa? Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kwa majina naitwa Deus Wareno, ni makamu mwenyekiti wa Special Hire Buses. Sasa kwa niaba ya uongozi mzima wa Special Hire, leo tumekuja kutembelea ofisi kuu za taasisi yetu kubwa kabisa ya taaluma ya udereva ya TATAMATA kwa ajili ya kupata taarifa na ni namna gani tunaweza tukaenda mbele kama na kuweza kutusaidia kitaaluma. Kwa hiyo kimsingi tuko hapa kuja kuitolea ufafanuzi TATAMATA na kujua ni namna gani madereva kwa taaluma yetu, kwa thamani yetu tulionayo, basi tunatengeneza vipi mwenendo mzuri wa kazi zetu. Naam, shukrani sana. Mnakuwa ofisi zenu mnapatikana wapi? Lakini pia mpo mikoani, lakini tungependa ama ndugu wasikilizaji wangependa kusikia na kutambua kwamba mnapatikana wapi, mikoa gani, wilaya gani, mkoa gani? Tungependa kusikia hayo kutoka kwako. Kimsingi Special Hire iko Tanzania nzima, lakini ofisi kuu iko Dar es Salaam, ambapo location ya ofisi yetu iko Ubungo Riverside, na tunapatikana kote Tanzania nzima, na tuna zaidi ya wanachama 2000 kwa Tanzania nzima. Hongera sana na kongole kwa kufikisha wanachama zaidi ya 2000. Special Hire ndio ni kampuni ambayo wengi wetu, mimi binafsi nilikuwa na imani kama ni wako wachache, kumbe mko wengi kiasi hicho. Special Hire ni kibali cha kufanya kazi ambacho kimekuwa kimeandikwa pale ndani kwenye basi. Ile neno Special Hire, kile ni kibali chetu cha sisi kufanya kazi, kinaandikwa mbele ya minibus kama kilivyoandikwa na kimetolewa na mamlaka ya usafirishaji udhibiti siku hizi wanaitwa LATRA. Kwa hiyo kile ni kibali cha shughuli zetu, lakini jina letu halisi tunaitwa UMCD, Umoja wa Madereva wa Costa za Kukodi. Okay. Sawa, Dar es Salaam. Na kimsingi ofisi mama iko Dar es Salaam kwa sababu tumesajiliwa kisheria na tuko kisheria na tuna certificate tuliopewa na serikali na mamlaka zote inatutambua. Kwa hiyo kwa ofisi yetu ilipo pale Riverside ndipo tunapopatikana, na mawasiliano katika ofisi zetu yanapatikana katika vipeperushi mbalimbali, na bahati nzuri Special Hire imekuwa UMCD imekuwa ni mwamvuli wa vyama vidogo vidogo. Mawasiliano mimi nitatoa mawasiliano ya viongozi wa juu kabisa wa uongozi mzima wa Special Hire. Ningependa kukuuliza swali lingine ambalo nisikuchoshe sana. Sababu ya kuja hapa TATAMATA na lengo pia la kuja hapa TATAMATA, lengo kubwa hasa ni nini? Lengo kubwa kama sisi UMCD kuja TATAMATA ni baada ya kuwa tumepata mwaliko na taasisi kubwa kabisa hii ya TATAMATA ikituhitaji kuja kutupa ufafanuzi ni namna gani ya kushughulikia masuala yetu ya taaluma yetu. Kwa hiyo kwa taaluma yetu tunahitaji mshikamano. Kwa hiyo na sisi tunapenda kushikamana, na lengo letu la kuja hapa ni kuangalia ni namna gani tutaweza kuungana tukaweza kufanya hii taaluma ya udereva ikaheshimika ndani na nje ya nchi, kwa sababu madereva wengi tumekuwa na changamoto nyingi, na hizi changamoto lazima zitatuliwe, na hakuna mahali ambapo tunaweza tukasema tunakwenda kulalamika zaidi ya sisi wenyewe kuungana na kuweza kufanya jambo ambalo ni faida kwa kila dereva. Na faida kubwa ya TATAMATA nadhani
tutajaribu kuitoa katika platform mbalimbali kwa madereva tofauti na kuwaeleza faida ya TATAMATA ni nini. Faida ya TATAMATA ni taasisi kubwa ambayo inasimamia madereva wote nchini Tanzania, ambao ukipata changamoto yoyote, upate Kenya, wapi, nje ya nchi, ndani ya nchi, kwa tatizo lolote, utawasiliana na uongozi wako ambao uko chini maybe ya UMCD. Then UMCD ni mwanachama wa TATAMATA, yeye atatoa taarifa TATAMATA itasonga mbele na kuweza kutatua tatizo lako. Kwa majina naitwa Isa Saidi Kisalu, ni katibu mkuu wa Umoja wa Madereva Costa za Kukodi Dar es Salaam. Kifupi ni UMCD na maarufu ni kama jina la Special Hire. Tumejumuika na viongozi wenzangu leo katika ofisi hii ya TATAMATA ili tuje tupate elimu ya taasisi hii kwa sababu kimsingi na kiutaratibu kabisa tunapaswa kuwa memba wa taasisi hii, kwa sababu hii ndio taasisi inayoshughulikia masuala ya taaluma ya madereva. Kwa hiyo na sisi tumepata nafasi kama wanataaluma hiyo ya udereva ili tuje tupate elimu kuhusiana na taasisi hii, ili tunaporudi sasa kwenye umoja wetu uweze tukatoe elimu kubwa kwa wanachama wetu, alafu tufuate utaratibu wa kujiunga katika taasisi hii ambayo kimsingi ndio itakuwa inashughulikia masuala yote ya taaluma ya kiudereva. Kwa tunashukuru tumekuja na tumeipata elimu hiyo. Asante sana. Naam, shukrani sana, na kwa machache nisikuchoshe sana mgeni wangu, ungependa uambie nini madereva wa Kitanzania wale ambao hawajajoini kwenye hizi taasisi ikiwemo taasisi ya TATAMATA, pia hata kwenu ambao hawajajoini, hawajajiunga, unawapa neno gani la kuwahamasisha na kuwafanya waweze kujiunga katika taasisi hizi? Asante sana. Kwanza cha msingi kabisa inatakiwa tujitambue, kwa sababu udereva ni taaluma kama tunavyoona taaluma nyingine, ina miko, ina taratibu zake. Ukiachana na masuala ya elimu unayoyapata kwenye vyuo vya udereva na sehemu nyingine kama katika taasisi zinazosimamia masuala haya, lakini vile vile lazima uwe kwenye taasisi yenu wenyewe madereva inayosimamia kwenye masuala yenu. Kwa hiyo ninachowashauri madereva wote Tanzania kwenye sekta zote tujiunge katika chama hiki cha TATAMATA ili tuweze kushughulikiwa mambo yetu kitaifa na nje ya mipaka ya nchi yetu, sababu kuna masuala yanatokea ndani ya taifa letu, lakini kuna masuala mengine ya kiudereva ambayo yanatokea nje ya mipaka ya taifa letu, ambayo kimsingi na kisheria ili uweze kufikia utatuzi wa hayo matatizo yanayotokea nje ya mipaka ya nchi yetu na hata yale yanayotokea ndani ya nchi yako, yale makubwa, ni lazima uwe katika taasisi kama hii kubwa kabisa iliyosajiliwa na serikali, na ndio taasisi pekee ya taaluma ya udereva iliyokuwepo nchini Tanzania. Kwa hiyo ni kitu bora na ni kitu cha lazima kwa vyombo vyote vinavyodili na masuala ya udereva, lakini na mwanachama mmoja mmoja kuhakikisha anakilazimisha chama chake au umoja wake au taasisi yake na yeye mwenyewe kuja kujiunga kwenye taasisi ya TATAMATA. Shukrani sana. Wewe kwa nini uchelewe kujiunga? Kama ndugu yangu mgeni wangu hapa anasisitiza na anahamasisha watu wajiunge kwenye hizi taasisi, taasisi hii ya TATAMATA, wao wamekuja hapa, nawe ni nani unashindwa kufika hapa? Kwa ndugu zangu madereva wa Kitanzania, ni jukumu langu pia kuwakumbusha na kuwajuza tujiunge kwenye taasisi ya TATAMATA. Bwana, nakupongeza sana. Asante sana kiongozi, nashukuru sana. Haya, karibu sana. Tutazidi kuwasiliana kwa mambo sana katika ofisi ya TATAMATA. Asante. Na nyie tunawakaribisha sana kwenye ofisi yetu. Haya, asante sana.